nini. Wewe katika hali yako ushaipigwa masaji huko? Yeah, ndio. Na ndovu tena fresh tu. Wasanii wakubwa, yani wasanii wakubwa mzee hawana kitu hapa nyumbani. Lalamika. Vipi, ulitendwa nini? Nishatendwa kinaa bro. Ushatendwa? Kinaa, tena kinaa ile mbaya. Kwa majina mimi ndio J Kitole. Haya. Yule ndovu kuna nyumba vingi, yani ukienda wapiga masaji ni ndovu. Okay. Yule mkubwa tunataka kupiga masaji nyingine hatari sana, ni wasikiani. Yaani unalala chini kwenye vitanda fulani, alafu ndovu nakupiga masaji. Nikija huku nikaja nikatengeza song na Dogo Rich. Ndio. Biti nimetengeneza mwenyewe. Dogo Rich akaniingiza huku na huku mpaka ile ngoma nikaamua naisikiza mwenyewe kwenye simu. Tupe hiyo analewa. Hiyo na nilizungumza Kikongo pia nimekisahau. Ambazo nazipenda kweli, alafu sijatoka nataka nizitoe kama leo nakatazwa daily. Ambao hapo ndio kwa mara ya kwanza ndio na Tuva mfanya kitu cha maana, maana Tuva asaidii mtu wote kwa Mombasa. Amsaidia nani? Apart from Dogo Rich mjomba wake. Alafu wasanii pia nao. Wanalala, yani msanii alala mchana mzima wewe. Once again, welcome back. Tuko ndani ya Just TV, kipindi cha burudani bila mipaka. Bwana, leo tuko na msanii kama unavyomuona Mr. J. Jina la pili atalizungumza mwenyewe. Karibu sana ndani ya Just TV. Tumefurahi kukuona bana. Hebu waambie mafans wewe ni nani, jikaa kama nani, na tuzidi kusonga mbele. Kwa majina mimi ndio J Kitole. Haya. Wewe kama umesikia jina kama J Kitole. Hii jina J Kitole kisanii lilitoka wapi? J ni jina langu, Juma. Juma Kitole. Kitole sasa. Babu yangu alikuwa msanii. Okay. Sasa ndio tumia jina lake kuendeleza. Okay. Nilianza kama mchezo tu, watoto wake wanafurahia nini. Wafurahia, wasikia kama baba wao amerudi. Sio. Nikaendelea, nimelizoea. Ndio hivyo J. Hata kwa familia. Sifai kuwa na hilo jina liko na wenyewe. Watu ambao afai waitwa Kitole ni watu katika familia waitwa Athumani. Lakini sasa ni bahati fulani hivi kakuangukia wewe. Nimeliramba tu mimi mwenyewe na nguvu. Sasa ili jina mpaka nyumbani anakuita J Kitole ama home wanakuita Juma tu? Nyumbani sasa nimelitengeneza mpaka maanti. Wanaita J Kitole. J Kitole. Lakini wanajuazi si jina lina watoto wao wengine. Karibu sana bwana, we are happy for you. Tunafurahi sana kukuona. Bwana wewe, maswali yote siku ya leo tutapata majibu yake, manake yuko hapa. Wanasema tuweze andika ninio kwa mate, maana kalamu tupo nazo, kalamu ndio hizo zenyewe. Bwana wewe, Mr. J Kitole, karibu sana, na ningependa kujua nyimbo yako ya kwanza hasa uliandikiwa ama uliandika ukiwa katika hali gani? Nyimbo yangu ya kwanza na inaitwaje mwanzo? Inaitwa Roho Juu. Roho Juu. Nilitengeneza biti mwenyewe. Kurekodi pia nirekodi nusu. Nilikuwa nilirekodi yani usiniweke roho juu hivyo vipande kama hivi. Alafu nikarekodi tena kisa nakupenda. Na hivyo. Chorus ikaisha. Nikaingia verse fresh. Nikaituma huko Susumila kaingia kati. Ulipiga na Susumila hiyo song? Hiyo ngoma nilipiga na Susumila. Na hao wanyama ndovu. Je, ni kweli ama ni kwenye filamu tu? Wale wanyama ni wafanyikazi wao. Okay. Yule ndovu anaweza kupiga masaji mpaka wasikia. Kwa kama vile huko tunachukua machiwawa, sijui maumbo watu tunaishi nao, ndivyo walivyo kweli. Ni uhalisia ule. Tunaishi na maumbo wale ndovu. Yule ndovu kuna nyumba vingi, yani ukienda wapiga masaji ni ndovu. Okay. Yule mkubwa tunataka kupiga masaji nyingine hatari sana, ni wasikia. Yaani unalala chini kwenye vitanda fulani, alafu ndovu nakupiga masaji. Alafu kumlipa lazima uwe na ndizi. Pesa yake ile kulipa ni ndizi, umpatia ndizi ile ndogo. Mimi ngoja bana J, unatutatiza. Unatutatiza. Anaongeleshwa ama nafikiri washawa train, unajua kiingia pale ndovu wajua ni kazini. Wewe katika hali yako ushaipigwa masaji huko? Ndio. Na ndovu tena fresh tu. Kwa hivyo unasema kwamba hakuna mtu ambaye amekuinspire wewe mwenyewe binafsi, umejipa ile morale wa muziki? Nikaamua nini wale jamaa sasa tukatengeza group yetu Gillas ya hip hop. Watu ukienda kwenye nini Google utaipata. Kwa tuna rap, si ni marapa tu. Okay. Tukaenda sasa ndio tulipokuja tengeza ngoma na Susumila. Umesema itwaje hiyo ngoma ulifanya na Susumila? Roho Juu bwana, ingia itafute song. J Kitole featuring Susumila, Roho Juu. Hiyo ndio sasa nikaanza kuimba mwenyewe, na nilikuwa natengeneza biti mwenyewe sasa. Nikija huku
Nikaja nikatengeneza song na Dogo Rich. Ndio. Beat nimetengeneza mwenyewe. Dogo Rich akaniingiza huku na huku mpaka ile ngoma nikaamua naisikiza mwenyewe kwenye simu. Mpaka sasa nayo hiyo ngoma nasikiza mwenyewe kwenye simu. Hujaachia bado? Sikuiachia maana sijui kama ni nzuri ama si nzuri, lakini nitawatumia muisikize nyinyi. Ngoje sasa, nataka tubaki hapo katika mambo before tuendelee masuala mengine ya maisha. Hapo. Tumeona kwamba kwa IP yako umeachilia juzi. Kuna ngoma zingine kali sana. Na tunavyoona na wasanii wengine wa before achilie vitu kama vile huwa kuna madrama fulani, ndo unajua kabisa huyu msanii akifanya kitu fulani jua kuna kiki fulani anaotafuta kuachilia mangoma yake. Mbona hatukuoni wewe kama mtu wa aina hiyo? Yaani wewe vitu vyako unafanya tu cool. Bro, mimi niko simple bro. Kama ninavyokuona. Alafu sifa sizipendelei. Okay. Ndio maana mimi hata kuna time nilishuka na brother yangu hapa kaona maajabu. Brother yangu yaishi America. Okay. Na gari kila time anifuata mimi na gari, anambia asiendi mzee, niko hapa niko na masela wangu mtaani. Masela wangu nao ambao amechoka mzee. Au sio? Hao ndio watu wangu. Wasanii hata mkimuuliza msanii wenu Rasi huyo. Urasi. Muulize wasanii wangapi watufuata ma studio. Twende hivi. Lakini umetulia. Hiyo twende tulie. Siku imepita. Umeona? Masifa yana maana. Mtazamaji, msanii wako unayemjua jana Sifa, je, ni mtu akupenda happy? Bwana, hatujasema kwamba Mr. Jekitole hapendi happy. Mr. Jekitole ni mtu ambaye anasema maisha yake ameamua kutulia, venye alivyolelewa ndivyo alivyo. Yani sikuwa ati hana pesa. Pesa kwake si shida. Hapa nikamwomba tenga mbili ataniachia tu sasa. Lakini kwa sababu tu ya security purposes mweza nivamia ndani ya nini, lakini tuyaache hayo. Kwa hivyo unasema kwamba muziki huo umekuwa kivyako mpaka hapo ulipo. For fun. Kwa napiga for fun. For fun. Paka mapresenter wakajitokeza mmoja mpaka sasa hii. Naweza sema karibu wote masela wangu ile wa nguvu. Au sio? Lakini naweza mkubali Captain Louis. Captain Louis ni mtu ambaye naweza tuma kitu changu ni kibaya akaniambia direct. Fanya hivi. Bro, ibado. Uongo. Na yule ndo amepatia nguvu yule. Kasimbui. Kuna mwingine anaitwa OJ. Why? Au ni wale watu walikuwa nikiwatumia ngoma sema bro. Bado bado sana. Before tuzungumzie hizo ngoma za kwenye IP, nataka kuna mambo fulani nilikuwa nikiasikia na nikajaribu kufuatilia. Wanasema kwamba wewe ni the CEO of the Jays. Yeah, kabisa. Hebu ni tuambie mtazamaji, hii ni nini? Hii ni nini tunasikia? Ni kweli ama vipi? Yeah, for the Jays. The Jays. Na ni wasanii wangapi umewasaini ndani? Yaani kunaendaje? The Jays mpaka sasa hii iko hivi, lakini kuna manager wetu fulani kidogo alizengua. Hatutaji jina lakini yeye mwenyewe anajijua. Bwana wajijua. Ulizengua. Anajua yeye mwenyewe. Sasa yeye mpaka alipo lazima atakuwa akifikiria wasanii kama kina Resi, kina Niko, kina Mangi Safari. Yeye mwenyewe anajua nakosea. Na mimi sina ubaya na jamaa. Ni ndugu yangu fresh tu. Ushafanya mengi na yeye, unaona? Lakini akae akifikiria alichokifanya alikosea. Maana tulikuwa tunafanya hivi kusaidia, kuna watu wasanii hawana kitu. Sasa kitu kama hichi kitokezea, fursa yote kitokezea kusaidiana. Naam. Kusaidianeni. Au sio? Inafaa hivyo. Kweli. Sio shosikia. Longa una potential yeye anafanya hivyo. Sisemi kwa sababu eti ni vitu ambavyo yeye mwenyewe atakwambia tu muda si mrefu. Tukizungumzia katika safari yako ya muziki, before tuzungumzie hizi songs zenye ziko kwa IP hapa, ni changamoto gani ambayo ushapitia pale kafika mahali unataka kuacha muziki? Hiyo na kuna time. Nilipata ile nilikuwa nafanya for fun mpaka hajapata time, nilipata morali sana nizitengeza kitu kizuri. Kakuta kuacha nitumia ma presenter. Presenter atakaongwe na. Hawajaacha bado. Wanapenda. Wanapenda, lakini sasa mpaka akija kikuelewa, wanakuacha. Wakikuelewa tu ni watu wengine wazuri wakishakuelewa. Lakini mwanzo mimi kuna presenter ambaye ni best yangu ile hatari. Naam. Simtaji lakini atajijua yeye mwenyewe nikisema hivi. Nilikuwa nikimtumia ngoma. Naweza mtext. Akaniambia, bro bana wewe nitumie kwa email. Ndio. Alafu natumia kwa email ajibu. Ajibu nikimpigia simu ashiki hivyo.
lakini alikuwa wanielewe. Alipokuja kunielewa sasa ni best, na sio kimziki, alikuja kunielewa kama binadamu. Akajua kumbe jamaa yuko hivi. Mimi sio nategemea msaada wao, sijui ni wakikwama na mimi niko pale kwao na wake masela kabisa. Wanajua. Okay. Sasa huo ni masela wangu sana. Okay. So kwa hivyo hiyo ya kuwa ukitaka wakucheze nyimbo zako lazima wacheka kitu ikana kuvunja moyo kidogo hivi. Ilinivunja moyo sana. Maana sasa jamaa kwa akwambia kabisa. Kuna jamaa anamtaja kwa jina kabisa, kwanza ni mshenzi mkubwa. Presenter. Ni jamaa. Ndio, hebu mlodi faster. Jamaa huyo nimemsahau, alafu kuna mwingine sijui tu Donde, sijui ni Donde. Haya, Donde nalo. Wamjua wewe? Nasikia hilo jina hilo. Alikuwa Pilipili. Donde Samora. Au mshenzi tu pia. Je, kweli mimi niko straight, maana muziki muziki untishi. Au sio? Nataka iwe ile straight, yani akijua kama atajirekebisha jirekebisha. Donde Samora. Mbona unafanya mambo kama hayo? Niita. Lights. Demu anamjua, demu kazini yangu akaniambia, wewe unamjua nitaongea naye. Kabeba kasidi kangu akasema tukutane Lights. Ndio. Pale Lights wala mahindi pale. Kanaambia bana tenga 15 kucheza ngoma yako kwa mwezi. Wallahi nikampatia ile CD, alafu ile sisi tungeingia kwenye matatu. Kaambia acha ile CD, sirudi tena kwa kwake. Tenga 15. Alikuwa yafanya wewe jamaa mwingine hapa nimemsahau jina. Walikuwa kwa pamoja naye akawa yataka tenga 4 acheze ngoma yangu. Sasa mambo gani? Ngoma yenyewe imechoka, haniambii ni mbaya. Umeona? Haniambii ni mbaya. Mimi nimerudi yani paka home. Jamaa kanifuata paka Mtwapa, nilikuwa pale Wazushi. Kaja pale kabisa anajifanya wa maana na ka tablet mkononi, akatenga mwenyewe. Sikuwa na nguvu za kumpatia, sikumpatia, nilikuta hii ngoma. Taski mimi na morali wa kusikiza ngoma zangu kwenye simu kuliko hata kusumbua na mtu. Kweli. Ule kweli tu. Kweli. Niko straight na mapresenter ambao ni marafiki zangu wakubwa. Na mapresenter ambao ni makazini zangu wanajua wenyewe. Tena nawataja hapa. Wako kwenye maredio makubwa. Ndio. Lakini ngoma zangu ni zapigwa na watu wengine wanazisikiza pale. Alafu hawashughuliki. Hawashughuliki mpaka kuna presenter fulani ananiambia lakini fulani si ni stako huyo. Mbona naweza kusaidia na mwingine ndio family ilivyo sasa. Na sisumbuane nao. Ndo family ilivyo. Watu wako wanakusaidia mtazamaji. Family haikusaidia. Family haikusaidii. Haiwezi kusaidia na chochote. Kwa hivyo katika safari yako mafanikio, yani tuseme 90% ni watu ambao wajui. Siwajui, watu ambao siwajui. Na sidhani kama kuna family chansaidia mimi yani kunisaidia sidhani, lakini mimi nasaidia kila mtu. Sasa kufikia sasa ni kitu gani ambacho kinakufanya yani ujivunie kama mafanikio yako katika tangu anze muziki? Tangu nianze muziki. Chenye unajivunia nacho kwamba kupitia hii muziki. Najua unafanya for fun, wewe si ufanye kama wasanii wengine, unafanya for fun. Kusema kweli sina ninachojivunia kwa muziki kushinda kwa kusukuma vijana kiona jamaa amemsukuma mfika pale. Na furaha hiyo tayari. Unaona Ona kina Resi huyo msanii Resi 254. Nilikuwa nasikiza ngoma zake, alafu na morale ananitumia ngoma zake nikisikiza. Au sio? Nakuta huyu jamaa ungimpeleka studio fulani huyo. Atasikizwa. Kamtuma studio kadhaa. Ndio. Na mpaka leo wanamjua. Wewe mjua akiingia studio kila mtu anamtambua. Tunasikia nyimbo zake kali, tutaziachia hapo kwa. Yuko sawa. Bwana we, nataka tuzungumzie hii IP yako bwana Mr. J. Iko na ngoma 4. Moja kali inajulikana kama Attitude. IP yenyewe Attitude. Nimesikizia sana pale na nikaa nimefurahia sana. Umefanya ngoma ya kwanza yaitwa nikumbushe kidogo. Moyo. Ya pili inaitwa Nalewa. Alafu kuna nyingine iko na jina fulani hivi ile ambayo umefanya nole Nokbela. Yuko peke yake. Sasa before tuende sana kwa hizo tuanze huko kwa kina Moyo na kania. Nataka tuanze na hiyo tayari yuko peke yake. Mbona ukaipa hii jina yuko peke yake? Hata sijui ilikuwaje. Yaani hapo hakuna cha demo wala nini alikuwa kwa husika hapo. Hiyo ndio jina kwa hivyo limekuja tu si eti kwa kuna
limekuja na alafu collab nzima ambaye ameitengeneza Captain Louis. Captain Louis. Captain Louis alinipigia simu hapo kwenye sheshe. Akaniambia mwanangu kuna ule dogo ule Nobela. Bibi shamba kidogo. Ndio huyo. Fanya vipi? Ufanye naye kitu. Nikamwambia au mshtue basi. Ndio. Kama uko tayari, huyu hapa ongea naye. Nikamuuliza vipi kaka? Sasa shasema wewe. Ndio. Nataka kufanya mimi na presenter wangu sijui producer wangu Nairobi. Mwingine uko Bongo anambia mimi pia na producer wangu fresh. Ndio. Na yuko mbali na hapo. Yuko mbali na hapo. Kama unataka uende kwa producer wangu. Au anaweza huyo? Kama utaenda sikia ukifika huko. Au sio? Unaweza kumtaja jina producer ambaye anakufanyia ngoma zako? Producer Noiza. Hata huyu msanii Resi tushafanya sote hapo ngoma kadhaa. Yuko wapi huyu jamaa huyu producer? Ana base Mtwapa na Mariakani. Mtwapa na Mariakani, hizo ndo ofisi zake. Okay. Ukimtafuta huyo jamaa kwa ngoma kale ambazo utakuwa unazisikia hapo za Mr. J Kitole mkono na Mr. J, unasema ni Noiza, producer Noiza. Tukwekea pia utampata, ukihitaji kumtafuta utamuona vile. Sasa kwa hivyo mkabidi sasa ndio hivyo mkaingia studio. Kabidi mimi nikafanya yangu. Yeye alifanya kimbele. Alipotuma akakuta naingiaje ashanifinika moja kwa moja unaona? Wewe sasa alianza yeye. Mtu akikuanzia ni hatari. Alafu alipoanza balaa akafunika. Nipo anakuta na ngoma ya kwako. Akafunika akuta naanzaje hapa. Basi nikaguma mpaka vikawa. Au sio? Bili kitu ndio kikawa. Kakirusha. Ni ngoma kali, tumesikia ina vibe sana. Lakini juzi aliniandikia ngoma moja sijaitoa pia. Kuna nyingine hiyo. Ngoma aliniandikia. Sasa kali, iko fresh Iko fresh. Weza karibuni. Usituguzie kwa sasa, wacha itoke alafu tutaipata zaidi. Tuzungumzie kuhusu the number one song umesema ni Moyo. Hebu tupe ka chorus kidogo tusikie bana kama. Nimesahau. Moyo. Unajua funny thing unanifurahisha kwa sababu muziki unaofanya for fun bana. Hiyo ndio kitu ambayo unanifurahisha nayo. Tumesema yuko peke yake. Hii nyingine inaitwa Nalewa. Tupe hiyo Nalewa. Hiyo na nilizungumza Kikongo pia nimekisahau. Wow. Sasa Mr. J katika hizo song zote ni nyimbo gani ambayo unaipenda sana? Nyimbo ambayo naipenda. Yenye ambayo hiyo unajua bro, uone hiyo ipi nzima. Nimepiga manyimbo yale yote, yani hakuna hata moja naipenda, lakini yani kuna nyimbo ambazo nazipenda kweli na alafu hazijatoka, nataka nizitoe kama leo nakatazwa daily na wale watu ambao wamenizunguka. Wanasema maana za kulia za mapenzi. Au sio? Vipi ulitendwa nini? Napenda kulalamika. Vipi ulitendwa nini? Sijatendwa. Nishatendwa kinaa bro. Ushatendwa? Kinaa ile mbaya. Mr. J, kuna swali ambalo lilikuwa ni kidogo nisahau kukuuliza katika conversation yetu yote hii. Bwana, tumeanza mwaka wa 2026. Na mwaka unavyoanza lazima kuna mipango fulani wewe kama msanii au umepanga. Je, sisi kama watazamaji wako, sisi kama fans wako, ni vitu gani ambavyo umetupangia huu mwaka wa 2026? Huu mwaka nimepangia vizuri kabisa. Naam. Mwaka huu tunaanza tena karibuni sana ambao jana tumeongelea na APC lini tutatoa track. Ndio. Mimi na APC. Kuna ngoma tutarajie. Alafu kuna ngoma niko mimi na Kidis the chamber. Kidis tutakutafuta. Alafu kuna ngoma nyingine sasa. Ni singeli. Singeli ambayo ameingiana na Kigiriama kiplan Kizungu kiplan Uswahili. Ndio. Alafu amehusika Mzee Majid. Na Nyanyarukia. Sasa hiyo. Wewe bwana unasikiza collab hizo? Hatari. Hao ndio sana naona nitafanya nao nitarusha nao maana ziko tayari na sio ngoma zimtengezwa jana ama juzi. Ziko kwenye store nimeamua kuzitoa. Mr. J unajipanga bana Mr. J wajipanga. Ziko kwenye store wasanii kibao. Ziko tayari unangoja tu kufanya mambo yako. Ziko tayari, sio kwamba tuenda studio. Bwana wewe. Leo Nyanyarukia tumetengeza iko tayari. Kwa Noiza. Alafu APC. Kwa Sag Beats ndio. Kidis pia kwa Noiza. Ndio. Bwana we, niseme nini mimi ndugu yangu? Washasema sina la kuongeza wala la kupunguza. Jiandae pale kwa account za
Mr. JK zote, wewe fika. Mambo yote utapata hapo ndani ya huu mwaka wa 2026. Kabisa. Takoma wewe. Au sio? Tulikuweka mambo katika swala zima la wanamuziki ama talanta. Tumekuwa tukikuwa na changamoto kalikali sana. Binafsi mimi mwenyewe nimeona ni jambo ambalo sio zuri sana vile, japokuwa lina uzuri wake labda kwa yule anayefanya, lakini kama mimi binafsi na pengine labda mwingine ambaye anatazama, kuna hii hali ya kuwa hawa watu ambao tumewategemea, wanasiasa ambao ni viongozi wetu kwa mfano vile, kuna wakati wanaweza leta wanamuziki kutoka nje ya nchi na unakuta wanaspend a lot of money, pesa nyingi sana zinaenda kwa wale wasanii, mamilioni. Alafu ikifika mwisho wa mwaka, ama ile tamu yake anataka kura tena za wale watu ambao hakuwa promote. So wasanii unaitwa na poa 5 imba nyimbo na mtu pale ameitwa akapoa milioni kadhaa na ameimba tu masaa kwa hesabu na amerudi kwao. Sasa sisi huku tunabaki tu, yani hatusikiki, hatujulikani. Bwana, una kipi cha kusema? Maana nahisi kana kwamba pale kuna jambo ambalo si alendi sawa. Kusema ile kweli, mimi kile kitu naweza sema wale wakubwa ni mijitu inapenda sifa. Maana msanii mtu ni utuzo kwenu kwanza kabisa, linda watu wako kwanza, alafu ndo angalie nje. Hata Idi Amin silikuwa masoja yake asema mpaka masoja wangu wale kwanza ndio wanje wapate, lakini huko home wao wanatengeneza hela kutoka wao wasanii wa hapa alafu wanaziuza nje, wanazipeleka nje. Umeona kama juzi nimeona talent fulani inaendelea Kilifi. Naam, yani mbaya sana, ina kama uracist pia kiaina. Mtu mwingine sijui ashindi kwa sababu ametoka kaunti nyingine ambao kitu akifaa. Kuna msanii fulani jamaa anaimba kushinda hilo group lote, lakini kwa sababu kala yake yani ni mzungu fake. Naweza sema ni Ngochiro. Umeona walimtoa, alafu mwanzo Tuva mshenzi pia wakamregesha. Umeona walipomregesha, yani tena basi huyo mshenzi ndo alimregesha Tuva. Aliamua kumregesha jamaa. Umeona ambao hapo ndio kwa mara ya kwanza ndio na Tuva mfanya kitu cha maana. Maana Tuva asaidii mtu wote huko Mombasa. Amsaidia nani apart from Dogo Rich, mjombake? Dogo Rich ni mjombake ndo amsaidia mara kwa mara, lakini sioni akisaidia mtu. Kwa hivyo hicho ndo cha maana alichokifanya tu, kufunga huu mwaka watu. Ndio jamaa amfanya kitu kikubwa cha maana na msifu, kumregesha kwenye ile competition. Naam, na wakaenda bado wakamtoa number 4 hakupata hata kitu. Maana nilikuwa naangalia kweli hiyo competition, ni wale ambao wameshinda, sioni hata mimi ningeenda, mimi nadhani ningewashinda. Maana sikuona mimi kwamba huyu anastahili. Wale walioachwa ndo ambao wana vigezo vya kushinda. Huyo jamaa wote sijui Tenga Dingo huyu anaimba. Anaimba kila style ya muziki, yani hata sauti yake ni ya live. Unajua kuna wasanii wa studio na wasanii wa live. Ndio. Huyo jamaa proper live, yani uko sawa. Lakini akaangushwa na hakuimba nini cover, alimba nyimbo zake mwanzo mwisho. Lakini wakamwangusha. Sasa unaona vitu kama hivyo. Walimfanyia shopping ya unga, sijui mwenyewe nilimuuliza. Sasa unga sasa umeisha sasa. Nilimuuliza mwenyewe akasema kufanywa nao ni unga sijui $1 sijui walipatiwa na bure. Alafu hakupatiwa hata tikiti. So kwa hiyo viongozi wetu pia wale ambao wako mbele ambao wanaweza kutushika mkono pia wanatufail katika industry ya muziki. Wanakosea, maana muziki wenyewe kila mtu anataka kula ile pesa ndogo ambayo isaidia hao ambao wanaminyana. Kila mtu anataka kipande chake pale. Na mpaka saa hii hivi nikwambia hivyo maproducer wanalia hawajalipwa. Lakini kuna maproducer ambao wamelipwa katika pale. Sasa game zingine kusema kweli si za hivi, yani unakula majasho ya watu utaenda. Haiendi hivyo. Si poa. Yani wanaacha game yetu ya Mombasa na kwa ngumu. Wendi mahali. So nianze na hapa nyumbani. Kama ni pesa wazimwage hapa home kwanza. Wasanii wakubwa mzee hawana kitu hapa nyumbani. Wasanii wakubwa wanalalamika, alafu wasanii pia nao wanalala. Yani msanii alala mchana mzima we. Sasa ukipigwa simu mchana kuna kazi upatikani. Usiku wasanii wako macho, wala miguka hatari wao, yani kila mahali. Mchana wamelala wote. Ndio maana nimemsikia kiongozi wetu wa Mombasa County anasema wao mgokata ubani jambo la kwanza kwa sababu hauleti maana. Okay, kwa hivyo ni hao walio mbele wasaidie sana hao walioko chini. Wakipata nafasi wasifinyilie. Alafu producer nao kuna wasanii wakali lakini hawana hela. Kwa hivyo ingia pale studio, afadhali mtu kile kipaji kidaki, alafu jua utakifanya nini, utamsaidiaje? Wako wengi sana watoto wakali wanaimba hatari. Kweli. Kiingia studio wachanganyikiwa mzee, vijana naimba. Mimi mwenyewe ingia studio ngasikiza watoto ngakuta bro niandikie nyimbo.
Unamwambia yule mtoto kuandikia nini? Sijui tayari nimeingia studio. Hivi vitoto nimevipeleka kule studio. Vinaimba vyenyewe, vinaandika vyenyewe. Na ni vitu vya kueleweka. Ngoma za kiutu uzima mzee. Ngoja tukimaliza interview kando baadaye nitakusikizisha ngoma yao moja. Yaani ya kulalamika tu. Ndio. Usikize watoto wanaimba. Bwana we ni mwito kwa wa viongozi wetu. Tukiongelea viongozi simaanisha kwamba viongozi waliko serikalini peke yao, lakini yoyote yule ambaye ni kiongozi, wewe kama una uwezo wa kusaidia mtu pale nje, wa kumtoa pahali wanasema from grass umpeleke hadi grace, fanya hivyo bana. Manake zipo talanta nyingi ambazo zina uwezo lakini hazipati platform. Kwa sababu gani? Anaona kwamba nikifika mahali pale sitasaidika, kwa sababu lazima niwe na hela ndio nisaidike. Tafadhali tuache hizo kama viongozi, na tutazidi kufanya mambo ya maana yenye burudani bila mipaka. Bwana wewe imekuwa ni Mr. J Kitole ndani ya Jasi TV, na tukimalizia kabisa Mr. J, uko na mipango gani sasa kwa muziki na wale vijana ambao wako upcoming, unawawazia nini? Siki kwa sababu najisikia kusaidia kuendeleza. Naam. Mpaka juzi tulikuwa round zangu mimi na Race 54. Napata vidogo fulani tukapeleka studio. Vishatwa kitu. Tungoja kusukuma nyimbo yao kwanza na kuirusha karibuni. Waweze kujisukuma kimuziki. Maana unaona watakuwa wametegemea muziki kama kazi. Naam. Okay. Alafu ushauri wako kwa wanarika ambao wanajikuza kimuziki, wakaze tu wajue kwamba kuna watu wanavunja moyo zaidi. Walitambue hilo na walitambue hilo. Alafu kuna wasanii wadogo wakipanda wanatengeneza group wavunja moyo zaidi, utaona message mbaya, yani comments mbaya. Kwa hivyo wawe tayari kwa hayo. Wazidi kukaza tu. Au sio? Okay. Handle zako uko wapi na wapi penye watu wanaweza kupata angalau wakusikize hizo songs? Ni kila platform. YouTube upo. Jina ni J Kitole bado? J Kitole. Twende TikTok ni J Kitole bado. Tuingie Instagram kote Kitole. Platform zote za social media bana, Mr. JK anapatikana pale. So bana we unangoja nini? Ingia pale, subscribe, kama una follow, kama una share, kama una comment, kama una download pia download. It is you Ben, your presenter boy Super Steve here. Thank you for watching, thank you for viewing, thank you for lolling. Bwana we, till next time we meet again hapa ndani ya Jasi TV. Kumbuka ni burudani bila mipaka. Bwana, thank you very much mazee, tazidi sana. Asante kwa kuja, nafurahi kukuona. Manchester tutaenda. Mtakuja. Tena si mchezo. Au sio? Si mchezo. Hizo ndio zangu hizo. Bwana, usiponiona tena na Jasi TV jua niko Manchester, kitu tazidi kueneza injili ya Jasi.